jamani, kama kawaida yangu ni asubuhi na mapema sana hapo nilipigia simu mteja kupata location kwa ajili ya kunyoa. Na mimi sikusita nawai kama kawaida yangu na nikafika hapo kama unavyoona. Nikafika nikaanza kumnyoa mteja wangu kwa sababu alikuwa na haraka sana na alikuwa anatakiwa kushoot. Na watu wengi pale walikuwepo na wengine walikuwa wanataka huduma pia. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kufanya haraka zaidi ili niweze kunyoa watu 3 hata 4. Tulikuwa tunaendelea kunyoa hapo, huku tunaendelea kupiga story, wezi amini. Nimekutana na watu wengi sana na watu wengi walinishangaa mtoto kike kuwa ananyoa. Na mimi pia nilifurahi kwa sababu kupata uaminifu na watu maarufu pia sio kitu kidogo kwangu. Kwa hiyo nikamnyoa kama hapo unavyoona, na dhidi kubadilika nikamchonga tayari. Ananipigisha story nyingi sana. Hapo ilikuwa kama nyumbani. Yaani tunacheka, tunaongea, tunafanyaje story nyingi, location na watu wapo wengi sana. Kwa hiyo hapo nikamnyoa tayari, akamuita mtu wake. Akawa anamuuliza pale maswali mwenyewe. Umeona sasa hapo akanishangaa. Anyway, tulikuwa tunaendelea zetu hapo, tunaendelea na maongezi huko, ananielekeza sasa hapo. Mimi kutokana na maisha yangu bado kidogo ndo naanza biashara. Kwa hiyo nilikuwa vitu vingi sina. Kila kitu hapo nimeupata huko ila bleach na kila kitu nilikuwa nimeenda navyo. Kwa hapo nikakata zangu kopo nikachanganya bleach kama unavyoiona. Nikachanganya hapo mwenyewe na ikoroga fresh. Sasa nikawa naangalia sehemu gani ambapo nitampaka hiyo bleach. Nikapaona akanielekeza vizuri fresh. Nikawa sasa sina kitu cha kufanya kutengeneza yani mvi fulani zikae vizuri. Nikabidi nitafute mfuko, nikautoboa ndio nikapaka hiyo bleach kama unavyoiona hapo inakaribia kukolea. Yani wewe acha. Vitu vingi sana sina. Kwa maana vitu vingi nilifanya kawaida. Na mtu wangu ndio kama hivyo anavyomwona hapa ameshaanza kunyoa. Unanipa kwa hiyo. Tulikuwa tushasema location ya karibu hapo.